Karibu sana msikilizaji, ni kukaribisha katika sehemu ya 4 ya simulizi yetu nzuri, simulizi ya kusisimua, simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Treni ya Kigoma, simulizi iliyotungwa na kusimuliwa kwako na mimi simulizi kutoka hapa nchini Tanzania. Naitwa Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033 122. Msikilizaji, kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya 3, ilikuwa ni pale ambapo wasafiri wa treni ya Kigoma tayari walikuwa wamekwisha kufika katika mji wa Gambush, na sasa mambo yalikuwa yakiendelea huko ili kusubiria usiku ambao ulikuwa ni usiku wa kafara ambao ulikuwa umetarajiwa na mtemi wa mji wa Gambush. Nini ambacho kitaendelea? Majibu yote haya niko nayo hapa siku hii ya leo katika sehemu ya 4 ya simulizi hii ya Treni ya Kigoma. Mimi naitwa Alex. Karibu sana katika sehemu ya 4 msikilizaji. Neema kasikia sauti ya ngome ikibadilika. Safari hii ilikuwa ni ya haraka na ya kutisha zaidi, na kisha kelele ikasikika kutoka mbali. Watafuteni! Nuru akashika mkono wa Neema. Tunakimbia. Wapi tena? Mahali pekee ambapo mtemi hawezi kuingia kabisa. Kuna sehemu kama hiyo? Nuru akamwangalia kisha akazungumza maneno ambayo yalimfanya Neema shindwe kupumua vizuri kabisa. Ndiyo, sehemu hiyo ipo, lakini hakuna mtu anayefika huko akiwa hai. Usiku huo ulikuwa ni usiku mzito msikilizaji. Ulikuwa ni usiku ambao si wa kawaida kabisa. Kulikuwa na mawingu meusi yaliyotanda juu katika anga la Gambushi, kana kwamba alikuwa akificha siri kubwa ambayo haikupaswa kabisa kujulikana na wanadamu yote. Hakukuwa na nyota hata moja iliyokuwa ikionekana. Mwezi nao ulikuwa umefichwa nyuma ya pazia zito la mawingu yaliokuwa yakizunguka polepole kama viumbe hai. Watu wa mji walikuwa wamekusanyika nje ya nyumba zao wakitazama juu kwa mshangao mkubwa, wala hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kuweza kuzungumza kwa sauti kubwa. Watoto walikuwa wamejificha nyuma ya wazazi wao, huku wanawake wakiwakumbatia kwa hofu waume zao. Hata mbwa wa Gambush ambao kwa kawaida walikuwa wakibweka usiku kucha, walikuwa kimya kana kwamba walihisi uwepo wa jambo ambalo halikuwa jambo la kawaida kabisa. Ghafla mwanga wa ajabu ulionekana kwa mbali. Ilikuwa ni katika upande wa Mwanza. Mwanga huo haukuwa ni wa radi kabisa wala wa moto. Ulikuwa ni mwanga wa blue uliochanganyikana na rangi ya fedha, ukiangaza katikati ya mawingu meusi, na kila ulipokuwa uking'aa msikilizaji, mawingu yaliyokuwa karibu nao yalionekana kama yamepakwa rangi ya samawati. Wale wanauona? Aliuliza mmoja wa wazee kwa akiinua mkono wake ulikuwa ukitetemeka. Ndiyo, tunauona, wakajibu wengine kwa sauti za chini kabisa. Kadiri mwanga ulivyokuwa ukiendelea kusogea msikilizaji, ndivyo watu walivyoanza kugundua kwamba hakukuwa na kitu cha kawaida kabisa. Mwanzoni walidhani ulikuwa ni mwanga wa ndege mkubwa katika usiku huo. Baadaye wengine wakasema huenda ulikuwa ni upepo wa kale ulikuwa ukizunguka angani usiku huo. Lakini baada ya muda mfupi, ukweli ukaanza kujitokeza kabisa. Ndani ya mwanga huo kulikuwa na umbo la mtu aliyekuwa akielea hewani, mtu aliyekuwa akisafiri juu ya upepo kana kwamba sheria zote za dunia zilikuwa zimuhusu kabisa. Kelele za mshangao zikaanza kusikika kila upande. Mungu wangu! Huyu ni binadamu kweli huyu? Haiwezekani kabisa kabisa. Kadri alivyokuwa akikaribia, sura yake ikaanza kuonekana vizuri zaidi msikilizaji. Alikuwa ni mzee mrefu mwenye mabega mapana, ndevu zake nyeupe zilining'inia mpaka kifuani kama maporomoko ya pamba. Alivaa joho jeusi lililokuwa likipeperushwa na upepo wa usiku huo. Macho yake yalikuwa yakionekana kung'aa kama mwanga wa ajabu uliowafanya watu wengi kushindwa hata kuweza kumtazama moja kwa moja. Mikono yake ilikuwa imekunjwa mgongoni kana kwamba alikuwa akitembelea katika bustani tulivu badala ya kupaa mamia ya mita juu ya ardhi. Kila hatua aliyokuwa akipiga hewani iliacha mstari wa mwanga nyuma yake. Watu wa Gambush wakaanza kutetemeka msikilizaji. Wazee waliokuwa wameishi miaka mingi zaidi walimtambua kabla ya wengine wote kuweza kumtambua. Uso wake ukabadilika rangi. Baadhi yao walipiga magoti papo hapo. Wengine walifumba macho huku wakitamka maneno ya maombi. Mzee Nyamkinda! Hawezi kuwa yeye kabisa. Lakini ni yeye. Jina hilo msikilizaji liliweza kusambaa ndani ya umati kama moto wa nyika. Mzee Nyamkinda alikuwa ni yule mzee wa Mwanza,
mtu ambaye hadithi zake zilikuwa zimeishi kwa zaidi ya miaka 50 katika vijiji vyote vya kando kando ya Ziwa Victoria. Baadhi ya watu walidai kwamba alikuwa ni mganga mwenye uwezo wa kuzungumza na mizimu ya mababu. Wengine walisema kwamba aliwahi kutoweka kwa miaka 7 ndani ya kisiwa kisichojulikana kabisa katikati ya ziwa, na kisha akarejea akiwa na nguvu ambazo hakuwa ni mwanadamu wa kawaida kabisa. Alirejea akiwa na nguvu ambazo hakukuwa na mwanadamu mwingine mwenye nguvu kama zake kabisa. Wengine waliamini kwamba mzee huyo alikuwa ni mlinzi wa siri za kale za Wasukuma, lakini hakuna aliyewahi kabisa kuweza kuthibitisha ukweli. Kila mtu alijua simulizi tofauti, na kila simulizi ilikuwa na jambo lake la kutisha kuliko lingine. Lakini sasa, msikilizaji, hawakuwa wakisikiliza hadithi, walikuwa wakimuona kwa macho yao wenyewe. Wakati huo, nyuma ya duka lililokuwa limefungwa kwa muda mrefu, kibuyu cha pombe alikuwa amejibanza pamoja na Neema. Kibuyu alikuwa ameketi juu ya gunia lililokuwa limejaa mahindi, huku macho yake akiwa yamemtoka kwa mshangao mkubwa. Mkono wake mmoja ulikuwa umeshikilia kibuyu chake cha pombe, kana kwamba ndio kitu pekee ambacho kinaweza kumpatia ujasiri. Mimi simwamini kabisa huyo mzee, alizungumza vile kibuyu kwa sauti ya chini. Neema kamtazama kibuyu na kisha kumuuliza, kwa nini? Kwanza amekuja akiruka. Kwa hiyo hakuna mtu mzuri anayekuja akiruka usiku wa manane. Neema kajaribu kabisa kuweza kujizuia, lakini akacheka. Kibuyu akaendelea kuzungumza. Pili, angalia ndevu zake. Ndevu zake? Kwa ndevu zake zina nini? Ndefu sana, ni ndefu mpaka zinatisha. Neema alikunja uso wake na kisha akamuuliza Kibuyu, we Kibuyu wewe, sasa hiyo ndio sababu jamani? Kama mtu ana ndevu ndefu kama hizo, ana ndevu ndefu kuliko bebelu la mbuzi wa jirani, lazima kuna jambo amelificha. Neema sasa ndipo hapo alipocheka kabisa, msikilizaji. Licha ya vichekesho vyote vya Kibuyu, moyoni mwake alikuwa na hofu kubwa kupita kiasi. Tangu alipoingia Gambusha kuna kitu ambacho kilikuwa ni cha kawaida kabisa. Kwanza, treni ilikuwa imepotea njia, kisha wakajikuta katika mji huu ambao ulikuwa uonekani kabisa kwenye ramani yoyote ya nchi yoyote. Sasa tukielekea kwa huyu mzee anayepaa angani, alikuwa anakuja moja kwa moja kuelekea kwao. Hata yeye alianza kujiuliza kama kweli wangewahi kabisa kuweza kurejea nyumbani. Mwanga uliokuwa ukimzunguka mzee huyu Nyamkinda ulianza kuwa mkali zaidi. Mawingu yakaanza kuzunguka juu yake kwa kasi kubwa. Upepo mkali ukavuma ghafla. Milango ya nyumba ikaanza kugonga kwa nguvu. Miti mikubwa ikaanza kuyumba. Vumbi likapaa kila upande. Watu wakaanza kurejea nyuma kwa hofu. Mzee huyu hakusema kitu chochote kabisa. Aliendelea kushuka polepole kutoka angani, na kadri alivyokuwa kikaribia ardhini, ndivyo ardhi yenyewe ilivyoanza kutetemeka. Kwanza mtikisiko ulikuwa kidogo, kisha ukawa mkubwa zaidi. Kikombe kimoja cha chai kilichokuwa juu ya meza kikadondoka na kuvunjika kabisa. Madirisha yakaanza kutikisika, paa za nyumba zikalia kwa sauti ya kutisha. Kimbieni! Mtu mmoja kapiga vile kilele, lakini hakuna aliyekuwa na uwezo kukimbia kabisa, msikilizaji. Wote walikuwa wameganda kwa hofu. Mzee Nyamkinda alipotua mita chache kutoka ardhini, mwanga ulikuwa ukimzunguka, ulilipuka kama radi ya kimya, na sekunde iliyofuata miguu yake ikagusa ardhi. Kishindo kikubwa kilisikika, ardhi yote ya Gambusha ikatikisika. Vumbi likapaa juu kama wingu kubwa. Baadhi ya watu wakaanguka chini kabisa, na wengine wakajikuta wameketi bila kujua kwamba ilikuwaje wamekuwa wameketi. Kibuyu cha pombe naye akaanguka chali, huku kibuyu chake kikimponyoka mkononi. Nimekufa mimi. Neema akamvuta shati Kibuyu. We, ujafa bana, hebu amka. Kibuyu akafungua jicho moja. Kweli sijafa? Aise. Nimepatikana Kibuyu mimi jamani. Ndiyo umepatikana hivyo? Kibuyu akakaa haraka na kisha akazungumza. Asante Mungu. Na kisha akiwa katika hali ile, Kibuyu akaamua kukitafuta kibuyu chake kwa haraka zaidi kuliko alivyokuwa akijitafuta mwenyewe.
Baada ya muda wa sekunde kadhaa hivi, vumbi lilianza kutulia, na hapo ndipo kila mtu alipomwona vizuri kwa mara ya kwanza. Mzee Nyamkinda alikuwa amesimama katikati ya uwanja wa gambushi. Uso wake ulikuwa ni mtulivu kupita kawaida, lakini macho yake yalionyesha huzuni kubwa sana, kana kwamba alijua jambo ambalo hakuna mtu mwingine aliyekuwa akilijua kabisa, kana kwamba alikuwa ameona mwisho wa gambushi kabla hujaweza kutokea. Kimya kikatawala kila mahali, wala hakuna aliyethubutu kabisa kuweza kuzungumza, hakuna aliyethubutu kuweza kusogea. Ndipo mzee Nyamkinda alipoinua kichwa chake polepole na kuwatazama watu wote waliokuwa mbele yake. Macho yake yakasimama kwa muda kwa Neema, kisha yakahamia kwa kibuyu cha pombe, na ghafla uso wake ukabadilika, kana kwamba alikuwa amemtambua mtu aliyekuwa akimtafuta kwa muda mrefu. Kibuyu akameza mate. Neema akamgeukia kibuyu na kumuuliza, "We kibuyu wewe, kwani kuna nini? Wewe kwani huoni huyo mzee yule ananitazama mimi?" Sasa kama ananitazama mimi, ujue mimi huyo nimekufa hapa, nimeisha kabisa kabisa. Madam mzee Nyamkinda kanyosha mkono wake kuelekea upande wao. Umati wote wageuka kuweza kuwatazama. Kibuyu karibu azimia, msikilizaji. Sasa kwa nini ananichagua mimi? Mzee akafungua mdomo wake na kusema kwa sauti nzito iliyotikisa mioyo ya wote waliokuwepo katika eneo lile, "Hatimaye nimekupata." Kibuyu akasimama ghafla, msikilizaji, na kisha akauliza, "Mimi? Mimi?" Kimya kizito kilitanda katika uwanja mzima wa gambushi. Hakuna mtu yoyote kabisa, msikilizaji, aliyethubutu kuweza kuzungumza baada ya maneno yale. "Hatimaye nimekupata." Maneno hayo, msikilizaji, yalikuwa ni maneno mafupi, lakini uzito wake uliingia kwenye mioyo ya watu wote waliokuwepo katika eneo lile. Macho yote yakahamia kwa kibuyu cha pombe. Wengine wakamwangalia kwa mshangao, wengine wakamwangalia kwa hofu, wengine pia wakamwangalia kwa mashaka. Kibuyu mwenyewe alibaki akiwa amesimama kama mtu ambaye alikuwa amepigwa na radi. Mkono wake mmoja ulikuwa umeshikilia kibuyu chake cha pombe, huku mwingine ukiwa umejishika kifuani. Mbona ananitazama mimi?" Alizungumza vile kwa sauti ilikuwa karibu kufanana na kilio kabisa. Neema akamvuta shati polepole. "Labda atakuwa anakufahamu." "Ananifahamu? Kivipi? Mimi mbona simfahamu?" "Sijui sasa hapo mwenzangu. Sasa kama wewe hujui na mimi sijui." Wakati huo, msikilizaji, mzee Nyamkinda alianza kutembea taratibu kuelekea upande wao. Kila hatua aliyokuwa akipiga ilionekana kuwa ni hatua nzito kuliko ya kawaida. Viatu vyake viligonga ardhi kwa sauti ndogo, lakini sauti hiyo, msikilizaji, ulisikia kwamba ilikuwa ni sauti ya wazi kabisa kwenye ukimya ule. Alikuwa akipiga hatua taratibu, alikuwa akitembea twa twa twa, na kadri alivyokuwa akikaribia ndivyo kibuyu alizidi kurejea nyuma kabisa, mpaka mgongo wake hakukuwa na pa kwenda kabisa, hakukuwa na sehemu ya kujificha. Mzee Nyamkinda akasimama mbele yake, akamtazama kwa muda mrefu kidogo, na kisha akavuta pumzi ndefu. Ilikuwa ni dakika moja, mara dakika ya pili akitembea vile vile kuweza kumfuata. Dakika ya tatu pia akamfikia, akusema jambo lolote kabisa. Kibuyu akahisi miguu yake inaanza kutetemeka. Mwishowe akashindwa kabisa kuweza kuvumilia. Samahani mzee." Mzee akujibu kabisa, na kisha kibuyu akaendelea kuzungumza kwa mara ya pili. Kama nimekukosea nisamehe, mimi sijui." Bado akujibu kabisa. "Kama nilikukopa hela pia sikumbuki, sikudai kabisa kabisa, sikudai." Watu waliokuwa karibu na kibuyu wakaanza kucheka. Hata Neema alijifunika mdomo wake ili asicheke kwa sauti, lakini mzee Nyamkinda aliendelea kumtazama tu, kisha polepole akazungumza. "Jina lako unaitwa kibuyu cha pombe.
Kibuyu akashtuka msikilizaji, na kisha kazungumza. Ndio. Umetoka kwenye treni ya Kigoma? Ndio. Na wewe ndiye sababu iliyowafanya watu wote hapa mfike Gambush? Uwanja mzima ukalipuka kwa mshangao msikilizaji. Kivipi? Kwani hapa Kibuyu amehusikaje? Watu walipoteaje kwa sababu yake? Maswali yakaanza kurushwa kila upande, lakini Kibuyu mwenyewe ndiye aliyeshangaa zaidi. Mimi? Ndio. Mzee, utakuwa umekosea. Sijakosea. Yaani mimi hata Leli sijui kabisa. Sio Leli. Sasa kama sio Leli ni kitu gani sasa? Mzee Nyamkinda kavuta pumzi ndefu, kisha katazama anga lilokuwa limefunikwa na mawingu, kana kwamba alikuwa anakumbuka jambo la zamani sana. Miaka mingi iliyopita, hata kabla Kibuyu hajazaliwa, hata kabla ya wazazi wake hawajakutana kabisa, kulikuwa na unabii wa ajabu uliokuwa umehifadhiwa ndani ya pango la Gambush. Unabii huo ulikuwa ukizungumzia mtu mmoja. Alikuwa ni mtu wa kawaida sana, asionekana kuwa mtu wa muhimu kabisa, mtu ambaye kila mtu angemdharau kabisa, lakini ambaye siku moja angefika Gambush na kuamua hatima ya mji mzima. Wakati watu wa Gambush walidhani kabisa kwamba unabii huo ungemuhusu shujaa mkubwa kabisa. Labda angekuwa ni mfalme, na labda angekuwa ni mganga mkuu, labda angekuwa ni mwanajeshi mashuhuri. Lakini kadri miaka ilivyokuwa ikizidi kuendelea, msikilizaji, unabii huu au kumzungumzia mtu mashuhuri kabisa, ulikuwa unamzungumzia mtu wa kawaida kabisa, mtu ambaye angekuwa anabeba kibuyu, mtu ambaye watu wangemcheka kupita kawaida, mtu ambaye hata yeye mwenyewe asingehujua umuhimu wake kabisa. Subiri kwanza. Kibuyu akamkatiza mzee yule na kisha akazungumza. Wanasema mimi ni shujaa? Hapana. Wewe sio shujaa, ila wewe ni ishara. Uwanja ukatulia tena msikilizaji. Ni ishara? Ishara ya nini tena? Neema akauliza vile. Ni ishara ya mwisho wa Gambush. Maneno hayo msikilizaji yalitua kama jiwe zito. Watu wote wakanyamaza. Kibuyu naye pia akanyamaza. Kwa mara ya kwanza toka afike Gambush, Kibuyu hapo aliacha kufanya mzaha kabisa. Mzee Nyamkinda aligeuka na kuweza kuutazama mji wote, nyumba za udongo, miti mikubwa, barabara nyembamba, na watu wote walikuwa wamejaa hofu. Na kisha akazungumza. Nilijua siku hii itafika kabisa. Kwa nini? Akauliza vile mmoja wa wazee. Kwa sababu Gambush imeishi kwa laana kwa karne nyingi. Upepo mkali ukavuma tena. Safari hii ulikuwa ni upepo wenye baridi sana, baridi ambayo ilipenya mpaka mifupani kabisa. Na sasa laana imeamka. Ghafla kengele kubwa ya mji kaanza kulia yenyewe. Watu waligeuka kwa mshangao mkubwa. Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa anaigusa kabisa, lakini ilikuwa inapiga yenyewe kabisa kwa nguvu na kwa kasi kupita kawaida, kana kwamba ilikuwa inaonya juu ya jambo baya lililokuwa linakuja kabisa. Kuna nini? Neema akauliza vile, na hapo ndipo uso wa mzee Nyamkinda ukabadilika. Kwa mara ya kwanza alionekana kuwa na hofu kabisa. Ilikuwa ni hofu ya kweli, hofu ambayo haikujificha hata kidogo. Kimeamka. Nini kimeamka? Kitu ambacho kilipaswa kubaki kimelala milele. Mara ardhi ikatikisika tena. Safari hii ilikuwa ni mtikisiko mkubwa zaidi. Nyumba kadhaa zikaanza kupasuka na miti ikaanza kuyumba. Ndege waliokuwa wamelala juu ya matawi wakaanza kuruka kwa fujo. Na kwa mbali kabisa upande wa magharibi ya Gambush, mlima mweusi uliokuwa ukionekana wa kawaida kwa miaka mingi ukaanza kutoa moshi. Watu wakabaki wakiwa wameutazama mlima ule msikilizaji. Moshi huo haukuwa na moto wa kawaida. Ulikuwa na moto wa rangi ya kijani. Moshi ambao haukupaa juu kabisa, bali ulizunguka angani kama nyoka mkubwa angani. Kibuyu akameza mate. Mzee. Ndio. Hiyo ni kawaida? Hapana. Vizuri. Kwa
unasema hivyo? Nilikuwa nakuuliza ili nijue mapema, nikimbie kabisa niokoe uhai wangu. Baadhi ya watu wakacheka licha hofu ilikuwa ikitanda hewani msikilizaji. Yaani kulikuwa na hofu kubwa ya kushangaza. Kulikuwa na vitu vya kutisha mbele yao. Lakini watu walikuwa wanacheka na walikuwa kabisa wakionekana kwamba hawaogopi chochote msikilizaji. Lakini mzee Nyamkinda kwa upande wake hakutabasamu kabisa. Aliendelea kuutazama mlima ule kwa makini kabisa. Kisha akazungumza maneno aliyofanya watu wote waishiwe na nguvu. Moyo wa njia umeamka. Wazee wa Gambush wakapiga mayowe. Wanawake wakaanza kulia. Watoto wakajificha. Na hata wale waliokuwa waelewi maana ya maneno yale walihisi jambo baya sana lilikuwa limeanza kutokea. Neema akamkaribia mzee Nyamkinda na kisha akamuuliza, moyo wa njia ni nini hasa? Mzee akafumba macho yake kisha akazungumza kwa sauti ya chini kabisa. Hii ndiyo nguvu iliyovuta treni ya Kigoma kutoka njia yake. Ndiyo nguvu ambayo imewaleta hapa nyie. Ndiyo nguvu iliyojenga Gambush. Na ndiyo nguvu inayoangamiza Gambush. Kimya kikatanda tena msikilizaji. Mbali angani, radi zilikuwa zikiunguruma. Mawingu meusi yakaanza kuzunguka juu ya mji kwa kasi kubwa kabisa. Kana kwamba anga lote lilikuwa linafunguka. Kana kwamba jambo kubwa lilikuwa linaanza kukaribia kuzaliwa. Na katika uwanja ule msikilizaji, kibuyu cha pombe katazama kibuyu chake mkononi. Kisha katazama mlima uliokuwa ukitoa moshi wa kijani. Alafu akamtazama Neema na kisha kuzungumza. Naona safari hii tumeingia kwenye matatizo makubwa kuliko nilivyokuwa nafikiria. Neema katikisa kichwa na kisha kuzungumza. Sana kabisa, sana. Lakini hawakujua kabisa msikilizaji kwamba kuwa huo ulikuwa ni mwanzo tu, kwa sababu katika mlima ule wa ajabu kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kimefungwa kwa zaidi ya miaka 400 na muda wake wa kuachiwa ulikuwa umefika. Moshi wa kijani uliendelea kupanda kutoka kwenye mlima ule wa ajabu, huku anga la Gambush likibadilika rangi. Radi zilianza kuunguruma mbali bila mvua kunyesha. Kila mtu alikuwa amesimama katika ule uwanja, alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi kubwa. Mzee Nyamkinda kutoa macho yake kwenye mlima ule, alionekana kabisa kama mtu alikuwa akimtazama adui ambaye alikuwa akimjua kwa miaka mingi. Kibuyu cha pombe alisogea karibu na Neema na kisha kamuita, Neema, mimi nikiona mlima unatoa moshi wa kijani huwa nakimbia. Neema kamgeukia kibuyu na kisha kamuuliza, we, kwa nini umewahi kuona mlima ukitoa moshi wa kijani kibuyu? Kibuyu akafikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akazungumza, sijawahi. Kwa hiyo sasa kama ni hivyo mbona unataka kukimbia? Ndio maana nikiona nakimbia. Licha ya hali ya hofu ilikuwa imetanda, baadhi ya watu wakacheka kidogo msikilizaji. Lakini mzee Nyamkinda kutabasamu hata chembe. Aliinama chini, akachukua mchanga mkononi mwake, kisha akaurusha hewani. Mchanga ule haukuanguka chini kabisa msikilizaji. Ulianza kuzunguka kama kimbunga kidogo mbele yake. Watu wote wakatazama kwa mshangao. Ndani ya ule mchanga ulikuwa ukizunguka picha ya ajabu ilianza kuonekana. Ilikuwa ni ishara kama ya sinema ya kale. Sinema ilikuwa ikionyesha historia iliyokuwa imepotea. Angalieni kwa makini. Alizungumza vile mzee Nyamkinda. Hii ndio historia ambayo hakuna anayefundishwa. Karne nyingi zilizopita, eneo lote la mkoa wa Simiyu lilikuwa ni pori kubwa. Hakukuwa na miji kabisa, wala hakukuwa na barabara hata kidogo. Hakukuwa na reli kabisa. Kulikuwa na vijiji vidogo vidogo vya wafugaji na wawindaji waliokuwa wanaishi kwa amani. Mifugo ilikuwa ni mingi. Mvua zilikuwa ni za kutosha kabisa. Maisha yalikuwa ni rahisi. Lakini siku moja kitu ambacho hakielezeki kabisa kilitokea. Kimondo kikubwa kilitoa katikati ya eneo hilo. Kilishuka kutokea angani katika usiku wa manane. Mwanga wake ulionekana mpaka maeneo ya mbali sana. Watu walikimbia kwa hofu. Wengine walidhani kwamba dunia ilikuwa inaisha. Lakini baada ya siku kadhaa waligundua jambo la kushangaza. Mahali ambapo kimondo kilikuwa kimetua, kulikuwa na jiwe kubwa la kijani lilikuwa linang'aa usiku na mchana. Jiwe hilo lilikuwa ni jiwe la kawaida kabisa. Lilikuwa ni jiwe la nguvu. Nguvu ambazo hakuna mtu ambaye alikuwa anazielewa. Mwanzo watu waliogopa kulikaribia. Lakini tamaa ya binadamu ikaanza kuingia.
Baadhi ya watu wakaanza kulisogelea, na hapo ndipo walipogundua kwamba ukilisogelea unapata bahati ya ajabu. Mifugo yao ikaanza kuongezeka, mashamba yao yakaanza kuzidi zaidi, waliopoteza vitu wakaanza kuvipata tena, wagonjwa wakaanza kupona. Taratibu watu wakaanza kuamini kwamba lile jiwe lilikuwa ni jiwe la zawadi kutoka mbinguni. Wakalipa jina la moyo wa njia, kwa sababu waliamini lile jiwe lilikuwa linaweza kubadilisha hatima ya maisha yao kuwa hatima nzuri kabisa. Mpenzi msikilizaji, picha katika mchanga ule zikaanza kubadilika, sasa zikionyesha kijiji kikubwa. Kulikuwa na majengo mengi, kulikuwa na mifugo mingi, kulikuwa na utajiri mkubwa. Mzee Nyamkinda akaendelea kusimulia. Kutokana na moyo wa njia, kijiji hicho kilikuwa na kasi kubwa kabisa. Kikawa mji, kikawa kitovu cha biashara, kikawa tajiri kuliko maeneo yote yaliyokuwa kizunguka. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa Gambushi. Wote msikilizaji wakabaki kimya. Hakuna mtu aliyekuwa kabisa amewahi kusikia historia hiyo. Hata wazee wa Gambushi walionekana kushangaa kabisa. Lakini picha katika mchanga ule zikaanza kubadilika tena. Safari hii mambo hayakuwa ni mazuri kabisa. Kulikuwa na vita, kulikuwa na moto, kulikuwa na milio ya vilio. Watu waliokuwa wamezungukwa na jiwe hilo wakigombania nguvu zake. Tamaa ikazidi kuingia katika ardhi ile. Mzee Nyamkinda alizungumza kwa sauti ya huzuni. Watu wakaanza kutaka kwa nguvu zaidi, wakaanza kutumia moyo wa njia vibaya, na badala ya kusaidia watu wakaanza kuwatawala. Badala ya kuleta amani, wakaanza kuleta hofu. Picha zikaonyesha kwamba waganga wakifanya tambiko kubwa msikilizaji. Moto mkubwa ulikuwa ukiwaka, wanyama walikuwa wakitolewa kafara, na katikati ya tambiko lile kulikuwa na jiwe kubwa la kijani msikilizaji, lilikuwa likitoa mwanga mkali sana. Na hapo ndipo laana ilipoanza. Hapo ndipo laana ilipoanza. Mzee alikuwa anazungumza vile. Waganga walijaribu kuufunga muda, wakajaribu kubadilisha njia za dunia, wakajaribu kutawala hatima za watu. Na hapo ndipo moyo wa njia ulipochukia kabisa. Kimya kikatanda. Moshi wa kijani kutoka mlimani ukaongezeka, kana kwamba simulizi hiyo msikilizaji ilikuwa linamcha jambo fulani hivi. Neema akavuta pumzi ndefu na kisha akazungumza. Kwa hiyo laana ya Gambushi ilianzia hapo? Ndiyo, mzee alikuwa anajibu vile. Na tangu siku hiyo Gambushi haikuwahi kabisa kuwa mji wa kawaida tena. Kibuyu cha pombe akaunyanyua mkono wake na kisha akazungumza. Nina swali. Mzee akamtazama kibuyu na kisha akazungumza. Uliza. Kama walikuwa matajiri sana? Ndiyo. Sasa ni kwa nini hawakujenga hata baa nzuri? Watu wakapasuka kwa kicheko msikilizaji. Hata baadhi ya wazee walicheka. Neema akashika kichwa chake. We kibuyu wewe. Nini? Mimi nauliza jambo muhimu kabisa. Lakini msikilizaji, bali zilikuwa zinatikisika tena. Safari hii ilikuwa ni kwa nguvu zaidi. Nyumba moja upande wa mashariki ikaanguka. Watu wakapiga mayowe. Watoto wakaanza kulia. Mbwa wakaanza kubweka ovyo. Na kwa mbali mlimani, sauti ya kutisha ikasikika. Sauti ambayo haikuwa ni sauti ya binadamu wa kawaida kabisa. Wala ilikuwa sio sauti ya mnyama kabisa. Ilikuwa sauti ya kitu cha kale, kilichokuwa kimelala kwa karne nyingi. Kitu hicho kilikuwa kinaamka. Kibuyu akameza mate. Sasa hata mimi naogopa. Neema kamtazama na kisha kamuuliza kibuyu. Kibuyu, kwani wewe hata waga unaogopa pia? Mara moja kuogopa si dhambi. Mzee Nyamkinda aligeuka kwa haraka kuweza kuelekea mlimani. Uso wake ulikuwa umebadilika kabisa. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu. Hofu ambayo hakutaka kabisa mtu yote aweze kuiona kabisa. Lakini hofu hiyo ilikuwa inaonekana wazi kabisa. Na kisha kazungumza. Kimeamka mapema kuliko nilikuwa natarajia. Kipi? Neema kauliza. Lakini mzee Nyamkinda kujibu mara moja. Aliendelea kutazama mlima ule na kisha kwa sauti ya chini akazungumza. Mlinzi wa moyo wa njia. Uwanja mzima ukanyamaza msikilizaji. Mlinzi? Mmoja wa wazee akauliza. Ndiyo.
kuna kitu kilichofungwa ndani ya mlima huo, kitu ambacho hakipaswi kabisa kuweza kuachiwa. Kibuyu akameza mate na kisha akauliza, na kama kitaachiwa? Mzee akamwangalia moja kwa moja, kisha akazungumza maneno ambayo wafanya watu wote wahisi baridi kali kupita mifupani. Ndipo mwisho wa Gambusi utaanza. Na wakati huo, msikilizaji, juu ya mlima ule macho mawili makubwa mekundu yakafunguka gizani, yakimtazama moja kwa moja kibuyu cha pombe, na sauti nzito ikasikika, amefika, amefika, mtu wa kibuyu amefika. Kimya kizito, msikilizaji, kilitanda ndani ya Gambushi, wala hakuna aliyethubutu kabisa kuweza kuzungumza baada ya sauti ile kusikia kutoka juu ya milima. Maneno hayo, msikilizaji, yalikuwa ni maneno mazito kupita kawaida, kwamba hata upepo ulionekana kabisa kusimama kwa sekunde chache. Watu wote wakaanza kumgeukia kibuyu cha pombe. Macho mia kadhaa yakatua juu yake kwa wakati mmoja. Kibuyu naye akajigeuza nyuma yake, lakini hakuona mtu yote kabisa. Aligeukia pia upande wa kulia, hakukuwa na mtu pia. Akaangalia pia upande wa kushoto, bado kulikuwa kuna mtu kabisa. Mwisho akauliza kwa sauti ya wasiwasi, kwani mnamtazama nani? Wewe? Umati mkubwa ukamjibu kibuyu. Kibuyu karibu angusha kibuyu chake, na kisha akazungumza, mimi tena? Neema akashika kichwa. Kibuyu, sauti imesema mtu wa kibuyu amefika. Kwa hiyo? Na wewe unaitwa kibuyu cha pombe. Kwa hiyo sasa hapo huoni uhusiano kweli kibuyu jamani? Kibuyu akafikiria kwa muda kadhaa, kisha katikisa kichwa chake, na kisha akazungumza, hapana kabisa. Watu kadhaa wakaanza kucheka, lakini mzee Nyamkinda kuwa na muda kabisa wa vichekesho. Uso wake ulikuwa umejaa na wasiwasi kabisa. Alikuwa akiutazama mlima ule kwa makini sana, kana kwamba alikuwa akisubiria jambo ambalo alikuwa akisubiria kwa muda mrefu liweze kutokea. Dakika chache baadaye, watu wote walikusanyika ndani ya jengo hilo kubwa la zamani lililokuwa katikati ya Gambushi. Jengo hilo, msikilizaji, lilikuwa likijulikana kama nyumba ya wazee. Lilikuwa limejengwa kwa mawe makubwa yaliyokuwa yamechakaa kwa miaka mingi. Ndani yake kulikuwa na taa za mafuta zilizokuwa zinatoa mwanga hafifu. Mzee Nyamkinda alikaa katikati, Neema akakaa upande mmoja na kibuyu pia akakaa upande mwingine. Wazee wa Gambushi walizunguka pembeni. Nje upepo uliendelea kuvuma pia. Mara kwa mara hadi zilikuwa zikisika mbali. Muda umefika mjue ukweli wote. Mzee Nyamkinda alizungumza vile, kuna mambo ambayo yalifichwa kwa mamia ya miaka, na kama sitaweza kuyaelezea leo, hakutakuwa na kesho kuweza kuyaelezea. Hakuna mtu, msikilizaji, ambaye alikuwa akishika kuweza kuzungumza chochote. Wote wakaamua kumsikiliza mzee Nyamkinda. Miaka zaidi ya 400 iliyopita, mzee alianza kuzungumza vile, msikilizaji. Wakati Gambushi bado ni mji mkubwa wa wachawi na wafarume, kulikuwa na unabii mmoja wa kutisha. Unabii huo ulizungumzia mwisho wa Gambushi. Wazee wakanyamaza. Baadhi yao walionekana kabisa kujua jambo hilo, lakini hawakudhubutu kabisa kuweza kuongea. Katika unabii huo, ilisemekana kwamba kuna siku moja atakuja mtu ambaye atakuwa ni mtu wa kawaida sana. Mtu ambaye asiyejua chochote kuhusu nguvu. Atakuwa ni mtu ambaye hajui chochote kuhusu uchawi. Atakuwa ni mtu ambaye hajui chochote kuhusu historia ya Gambushi. Lakini mtu huyu angekuwa na kitu kimoja cha pekee. Kitu gani? Neema alikuwa anauliza vile, msikilizaji. Mzee akamtazama kibuyu. Atakuwa na kibuyu. Kibuyu akafumba macho, msikilizaji. Mimi mwanzo nilikuwa nadhani ni mzaa, lakini hakuna aliyekuwa akionekana kucheka, msikilizaji. Na kisha mzee Nyamkinda akaendelea kuzungumza. Unabii huo ulisema kwamba mtu huyo atabeba kibuyu kila mahali. Watu watamcheka, watu watamdharau pia. Lakini siku ya mwisho wa Gambushi atakuwa ndiye ufunguo wa kila kitu. Ukimya mzito ukatawala, msikilizaji,
Kibuyu akameza mate. Mzee. Ndiyo. Sasa mzee, kama ni kitupa kibuyu hiki itakuwaje? Haitabadilisha chochote. Sasa nimekwisha. Mzee Nyamkinda akaendelea kuzungumza. Wakati wachawi wa Gambush waliposikia unabii huo, waliingiwa na hofu. Walitaka kabisa kuweza kuzuia. Wakataka kuhakikisha mtu huyu hatokei kabisa. Wakafanya tambiko kubwa sana. Tambiko ambalo halijawahi kufanywa tena. Moto uliteketeza misitu. Damu ya maelfu ya wanyama ilimwagika na nguvu zote za moyo wa njia zilitumika. Lengo lao lilikuwa ni moja, kubadilisha hatima. Lakini walishindwa kwa sababu kuna jambo moja ambalo hata moyo wa njia haukuweza kabisa kuweza kulibadilisha. Nini? Neema akauliza. Ulikuwa ni majira ya mwisho. Kimya kikatanda msikilizaji. Ghafla nje ya jengo hilo kukasikia kishindo kikubwa. Kuta zikaanza kutikisika. Vumbi likaanza kudondoka kutoka kwenye paa. Watu wakasimama kwa hofu. Na kisha Mzee Nyamkinda akazungumza. Kimefika. Kimefika? Mmoja akauliza. Bado. Mzee Nyamkinda akajibu vile. Lakini kinakaribia kufika. Kibuyu alikuwa anatoka na jasho msikilizaji. Na kwa mara ya kwanza tangu simulizi ile ianze msikilizaji, hakuwa akitania hata kidogo. Alihisi kwamba kulikuwa na jambo bali lilikuwa linamzunguka. Mzee. Ndiyo. Sasa hii yote inahusianaje na treni ya Kigoma? Mzee Nyamkinda akavuta pumzi ndefu. Kisha akaanza kuelezea kwa siri ambayo kukuwa na mtu ndani yake ambaye kuwa amewahi kuweza kuijua. Siku ambayo treni ya Kigoma iliondoka Dar es Salaam haikuwa ni siku ya kawaida kabisa. Watu wote walikuwa wamepanda kama kawaida. Wafanyabiashara, wanafunzi, mama na watoto, wasafiri wa kawaida, na miongoni mwao alikuwa kibuyu cha pombe. Akiwa na kibuyu chake, akiwa juu lolote kabisa. Lakini kilomita nyingi mbali na reli, ndani ya milima ya Gambush, moyo wa njia ulikuwa umeamka. Kwa mara ya kwanza baada ya karne nyingi, kwa sababu ulikuwa umehisi kitu. Uwepo wa mtu wa kibuyu, uwepo wa mtu aliyekuwa ametajwa kwenye unabii, ndipo nguvu zake zilipoanza kufanya kazi. Mara ya kwanza ziligusa upepo, kisha zikagusa mawingu, kisha zikafika ardhini, hatimaye zikafika kwenye reli. Wakati treni ilipokuwa ikikaribia Morogoro, kitu ambacho kilikuwa kielezeki kikaanza kubadilisha njia. Ilikuwa si kwa macho ya kawaida, wala si kwa mashine, bali ilikuwa ni kwa uchawi. Dereva trailer jana reli ilikuwa ni ile kabisa. Abiria waliona kwamba ilikuwa ni safari ya kawaida kabisa, lakini ukweli ulikuwa tofauti. Walikuwa tayari wamekwishaanza kuvutwa kilomita baada ya kilomita kuelekea Gambush, kama samaki anayevutwa kwa ndoano, bila kujua kabisa wala bila kuelewa, mpaka walipojikuta katika eneo ambalo alipo kwenye ramani yoyote, eneo la Gambush. Neema akabaki akiwa ameduaa msikilizaji. Kwa hiyo tulitekwa au? Ndiyo. Kutoka Dar mpaka hapa? Ndiyo. Kwa sababu ya kibuyu? Mzee akatikisa kichwa na kisha akamjibu Neema. Ndiyo. Watu wote wakamgeukia tena kibuyu. Kibuyu akaonyesha kifua chake. Mimi? Ndiyo, ni wewe. Sasa mimi mbona nilikuwa nimelala muda mwingi safarini? Hiyo hata haijalishi. Mbona mimi nilikuwa nakula karanga tu? Hiyo pia haijalishi. Sasa mbona mimi sijafanya chochote? Vile vile hiyo pia haijalishi. Watu wote wakaanza kucheka msikilizaji. Hata Mzee Nyamkinda katabasamu kidogo safari hii. Na ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kutabasamu tu mzee huyo. Lakini ghafla tabasamu likatoweka kabisa, kwa sababu nje ya jengo sauti nzito ilikuwa inasikika. Safari hii ilikuwa ni karibu zaidi. Ilikuwa ni karibu sana. Mtu wa kibuyu. Nimekusubiria miaka 400. Mtu wa kibuyu. Karibu Gambush. Dirisha moja likapasuka lenyewe. Kioo kikatawanyika sakafuni. Upepo mkali ukaingia ndani. Taa kadhaa zikazimika. Na nje gizani, kivuli kikubwa sana kilionekana kikipita mbele ya mwezi.
kilikuwa ni kikubwa kuliko nyumba yote ya Gambushi. Kilikuwa ni kikubwa kuliko mti wowote uliokuwa ukiwepo eneo ile. Mzee Nyamkende akasimama ghafla, uso wake ukabadilika. Safari hii hakuonekana kabisa kuwa na wasiwasi. Alionekana kuogopa, lakini kimekuja. Kipi? Neema kauliza vile. Mzee akameza mate kisha akasema kwa sauti ya chini kabisa, mlinzi wa moyo wa njia. Na kwa mara ya kwanza kabisa, msikilizaji, katika historia ya Gambushi, kelele ya kimbe hicho ikasika wazi juu ya mji mzima. Kelele iliyowafanya watu wote waanguke chini kwa hofu. Na usiku ule wa Gambushi ukaanza kuingia katika sura yake ya kutisha. Msikilizaji, kilichoendelea hapa tukutane nacho katika sehemu ya 5 ya simulizi hii ya Treni ya Kigoma, simulizi ambayo imetungwa na kusimuliwa kwako nami Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033 122. Karibu sana katika sehemu ya 5, na kisha subscribe na comment hapa chini katika channel ya Empire Simulizi. Kwaheri kwa sasa.